Kama mnapoona tumekuja na furaha, kila mtu alikuwa yuko very happy, lakini tunarudi tumenuniana. Ila nitaendelea kusimama kama mama. Ujinga huo siwezi kuruhusu. Anune asinune, tutanyoshana tu. Mjaona umuhimu wa yeye, yani kunivuta nywele, kunifokea, kupiga kelele, yani all those dramas alizofanya. Amenikwaza sana. Umenuna. Hey. Paula. Bado ndo umenunia? Sijamunia. Samana mwongei. Yani tumekuja vizuri. It was fun. Tunarudi sijui kama tunaenda msimani. Ndo nini tatu? Nicho sana sijanuna. Wewe umenuna keka nuna. Wewe bado umemind. Hata hebu umeona sura zenu? Yaani mnasema mimi sijanuna. Mnajua na lakini. Kaanza kuvuta mdomo unanisia. Najuta nakwambia mimi. Family gathering nimekuwa kichefu. Next time mkiniona huko niiteni mbweha. Nikapa. Paula ameonyesha utovu wa nidhamu mkubwa kwa sababu this was supposed to be a family gathering. Tukutane, tuongee, tuenjoy, to have fun. Sasa kumleta tena boyfriend ni utovu wa nidhamu, amekosea. Reason zake za Paula kwa nini kaamua kumleta boyfriend hapa inawezekana yuko sahihi kwa sababu sio binti mdogo, ila hakupaswa kumleta sehemu ambayo tuko familia kama familia. Next trip tunamfundisha, tunamwambia nini tunaketai. Bado nanyani. Mimi nilikuwa napokea simu za Paula kila siku analia like Chances I miss my mom. Naambia hata mimi mwenyewe nimemiss ndugu yangu. Me and Kate tulikuwa na moments zetu, tulikuwa tunaenda out sana, tunaenda lunch, tunaenda dinner. But this time sikuwa namuona kabisa. Na hata ukipropose like kaja tukutane kesho, basi hata kuja peke yake. Hata kuja na mtu wake pembeni. Kwa ile comfortability ya kuongea, nyinyi kama marafiki, nyinyi kama ndugu haikuwepo. But mimi kama mtu mzima nilisababu na marafiki wengine, niliangalia jinsi ya kuweza kujiadjust na marafiki wengine. Shida kubwa ilikuja kwa Paula. Paula hana rafiki zaidi ya mamake. Paula mamake ndio best friend wake. Hakuwa anamuona kabisa. Yani moment ya Paula na mamake ilikuwa ndogo sana. Kei kusema za ukweli, hakuwa na muda kabisa na mtoto wake. Nakumbuka mama, hadi alikuwa ananitumia message kuniambia Paula ni kama yatima, sisi msimwache. That's really touched me. Mama alikwenda kukaa kwa Harmonize. Aliniacha mimi nyumbani mwenyewe. Mimi na dada wa kazi na mlinzi. Ana uhakika gani kama Ray alikuwa haji huko? Kwa nini yani anajali sasa hivi wakati amerudi? Alikaa almost kwa Hamo miezi 6 sijui 8. Mpaka alipomkuta ndo akaanza kuwa na muda na mimi. Yani she should let me live my life. I'm a big girl now. Naingia miaka 21, inabidi ajue hilo. Afso kama anabadilisha wanaume kila siku. Ni mwanamume huyo mmoja ndo anamjua. It was tough. Na kila nikiwa nikijaribu kumwambia Kay, jaribu kubalance basi maisha ya mtoto na maisha ya mapenzi. Sijui hata na nini kilikuwa kimemkuta. Yani kwa mara ya kwanza Kay alishindwa kabisa kubalance maisha ya mtoto wake na maisha ya mapenzi. Yani alizama 100% kwenye mapenzi. Ilifikia kipindi hadi Paula alikuwa anatishia kabisa kwamba anatamani kujiua, yani anatamani kufa. Haoni sababu ya kuishi tena, sababu kama mama ndo alikuwa rafiki, sasa hivi aliamini mtu mwingine kaja kumchukua rafiki yake and hana rafiki tena. It was tough, very tough. So I remember mwaka jana mwishoni, mimi na Paula tulisafiri, tulienda South Africa. Kwa mara ya kwanza, mimi na Paula tuliongea kama watu wazima. It was a very tough discussion. Na aliniface, akaniambia, Aunt Ceci, siko na furaha kuona maisha ambayo anaishi mamangu. Alitumia statement moja hivi, kwamba mamangu yuko kama msukule. Hajijui, yani hana maisha. She's not living her life. This is not my mom. Natamani mamangu arudi kwenye yale maisha ambayo tulikuwa nayo. Nilimuelewa na nilimwambia njia pekee ambayo tunaweza tukaifanya Paula, mimi na wewe sasa hivi. Mimi ni mtu ambaye naamini sana kwenye maombi. Nilimwambia, are you ready to
to pray about it. Ndio kitu pekee. Mimi kama kuna kitu chochote kinamsonga mama yako, tusali, tumwombee. Tutaona Mungu wetu hajawahi kushindwa. So hata Kajala hakujua. Tuliingia kwenye mafungo, tulivyorudi Tanzania, mimi na Paula tulifunga. Lengo letu lilikuwa ni tumsaidie Kajala. Tuliona kama hajielewi, tuliona kama akapotea. So tuliingia kwenye very deep prayer fasting. Paula nafikiri ndo alifunga kwa mara ya kwanza. Mimi ni mtu wa kufunga kwa watu ambao wananifahamu. So tulifunga, tukasimama kwenye maombi, very serious kabisa, for 7 days. Sisemi kama sisi ndo tulivunja mahusiano, but baadaye tu tukasikia wamegombana. Wamegombana na mtu wake na maisha mengine yaliendelea from there.